na Konde before hajawa yeye. Yaani tuko huko tunahaso wote tunaimba, si umeelewa? Kwa hiyo sikuona sababu ya kuachana na yeye kukaa sehemu ambayo mimi hiyo sehemu nimeijua kulingana na yeye. Vingine ni matokeo ambayo yanatokea na tunayapokea, tunakubaliana nayo, tunaendelea kuishi. Ikitokea kuna nafasi tena WCB na unahitajika urudi kama meneja, uko tayari kwenye hilo? Mungu atanisaidia, naweza nikafanya. Okay. Kwa sababu si kazi, majukumu. Tumeona pia kuna taratibu za watu wengi wana comment sana kwamba Ibra watu wanatamani kumuona akiingia Wasafi kusainiwa na Diamond. Ukiwa kama meneja wake, ukiwa pia kama mlezi mmoja anapenda kukuita baba, unatamani au unawish kumuona siku moja kijana wako akuwa Wasafi? Mimi nafikiri Wasafi ni matamanio ya kila kijana ambaye ana ndoto za kufika mbali. Kwa sababu ukiangalia Tanzania rebo kubwa ambayo imezalisha vipaji vingi, ukiacha Wasafi hakuna. Hata wao ambao sasa hizi wanawashika mikono watu wengine wametokea Wasafi. Kwa hiyo Wasafi ni waasisi wa kukuza vipaji na kuwapeleka watu, na wanafanya kweli biashara, wanawekeza, sio kwamba ni ujanja au wanafanyaje. Kuna imani ni sehemu ya ndoto ya vijana wengi ambao wanahitaji kukua na kufika ndoto zao sehemu mbali. Yes. La kumalizia, leo tumeona ngoma ya kijana wako hapo Beiche, nyimbo kali, lakini ameomba at least Diamond ambariki ngoma yake moja tu ya TVS. Unahisi kitu gani ambacho Ibra amekiona kwa Diamond kwamba akimbariki, mwenyewe ametoa tamko lake kwamba anakuwa ameshavuka mipaka? Unahisi kwenye zile collab ambazo before Ibra alishazifanya akiwa Konde Gang hazikuwa na nguvu kiasi hicho, akipata collab na Diamond atavuka mipaka? Watu wametofautiana na nguvu ziko tofauti. Yeye aliwatengeneza wengine ambao wapo. Kwa hiyo tuna imani hata sisi tukipata nafasi ya yeye kutubrace sisi ngoma, basi tutafika kama hao wengine ambao jinsi wamefika, na tunatamani. Ndio maana nasema ni ndoto ya vijana wengi sana. Leo akisema Simba anatubariki sisi, kwetu ni baraka, tunazidi kuendelea mbele. Yes. Si kwamba Ibra ameenda kuonana na Diamond, ulikuwepo? Hapana. Na ile simu alopigiwa wakazungumza, ulikuwepo pia? Wakati huo mimi bado nimetoka na matatizo yangu, sababu nilifiwa na bibi mkubwa. Na mama hiyo. Tunazungumza kwenye simu, tunashauriana hichi na hichi. Yes. Alikugusia kidogo kuhusiana na swala yeye kuongea na Diamond na nini na kwamba collab na nini? Ibra sijai kuacha kuzungumza naye. Hata mimi nilimtangulia kutoka, yeye akanifuatia, lakini wakati wote tulikuwa tunazungumza na mshauri simu hivi 2-3. Ikiwa umetangulia kutoka na kipindi ambacho Ibra anapitia, nadhani ulikuwa uko nje. Vitu gani ambavyo ulikuwa unamshauri kipindi kile ambacho anapitia? Kwa sababu watu wengi walikuwa wanamwambia kaa chini usizungumze. Vitu vilikuwa vinaenda vibaya zaidi. Vingi tu, sio kujibu kila kitu. Haina maana kwamba watu wanachotaka kukisikia basi wewe unaweza ukawapa. Kuna wakati mwingine kukaa kimya ni majibu ambayo yanaweza katengeneza njia yako nyingine nzuri. Huenda kutoka kwa Jose Mipango kumekuwa na taratibu mbaya kwa upande wa Harmonize, kwa sababu tunaona Chopa yupo sasa hivi, Jembe ni Jembe, Mjerumani, Ibra naye ndio huyo ameondoka. Watu wanajiuliza sana kwa sababu hii ni hali ambayo imekuwa ya ghafla. Huenda ukatushare kwenye hili ambalo watu wengine wanajiuliza pembeni. Hapana, mimi siwezi kuzuia mafanikio ya mtu yoyote kutoka kwangu, kwa hiyo kuathiri baraka za mtu mwingine yoyote. Mungu yeye ndo anatengeneza njia ya mtu, sio mimi namfanya mtu kwa mtu fulani. Hata anapokaa na Ibra, Mungu yeye ndo amemtengeneza kuwa hapo, sio mimi. Kwa hiyo mimi naweza nikaachana naye na akaendelea kuwa mkubwa zaidi. Yes. Kauli ya Ibra anasema kwamba watu ambao before alikuwa nao ndio walikuwa loyal sana kwake, ila aliobaki nao hawako loyal kama wale ambao wengine wametoka, kimaanisha Jose Mipango, Chopa, wakina Jembe ni Jembe ambao walikuwa na love ya kufanya nao kazi, ila aliobaki nao sasa hivi ndani wengi hawapo vile ambavyo nyinyi mlikuwa. Ninaona ni wale ambao tulikuwa nao. Kwa kama ni wale ambao tuko nao, naamini yuko na watu loyal sana. Yes. Ibra anasema kwamba katika watu ambao wamemsaidia sana Konde Gang, wewe na Mchopa ndio watu ambao wamemsaidia sana. Maisha kusaidiana ni jambo la kawaida. Nafikiri hata ni jambo pia linalompendeza Mungu. Lakini hata yeye ingewezekana mbele angekuja kunisaidia mimi. Kwa hiyo naamini sana katika kusaidiana, katika umoja, katika upendo, vitu ambavyo vinatujenga kuwa wamoja. Moja kitu ambacho hata sisi kilituumiza hapa nje ni ile speaking kuhusiana na pesa ambayo ilitakiwa upewe. Alitamka pia kiasi pale kama milioni 7 hivi ambayo ilitakiwa ije kwako, na amesema kabisa kwamba hiyo pesa haikukufikia, na kulikuwa na matatizo kadha wa kadha. Bi mkubwa wako anasemekana kwamba alitakiwa pia apata hata mahitaji ya ile pesa. Nataka nifahamu hii ilikuwa ni source pia ya Jose kutoka Konde? Mimi naamini inawezekana ikawa ni muda tu ulifika, tukaona sasa nahitaji kuwa nje ya hapo, na kweli imekaa hivyo, kwa sababu kila kitu waga kinatokea kwa sababu. Ndio maana tunasema kifo hakina budi kutokea, lakini ajali, magonjwa ni vitu ambavyo vinatokea tu kwa sababu. Kwa naamini vitu ambavyo vingi vimetokea ilikuwa ni sababu tu ya mimi kufika mwisho kuwa sehemu ambao nilikuwa nafanya kazi. Lakini mimi nakubali yoyote ambayo yanatokea
ni sawa tu, kwa sababu naamini watu wanapoishi wanaishi, kuna mengine ni mazuri na kuna mengine ni mabaya. Hatuwezi kuishi sehemu moja siku zote binadamu tukawa tunatendeana tu mazuri. Hata mimi inawezekana kuna sehemu. Kwa hiyo mimi naamini tu katika wawili watatu tu kukosekana kupo, kukwaruzana, kutendeana yasio mabaya, then nikikaa mwenyewe mimi nitajua kwamba kuna mtu nilimkosea, au wao wakikaa watajua kwamba walinikosea mimi. Kwa hiyo inabaki ni sehemu tu ya maisha, ukiweka majuto ndani ni kukiri pia. Kwa hiyo maisha mengine yanaendelea. Brother Jose, umekaa muda mrefu sana na Harmonize toka Zoom Extra. Umekuja mpaka sasa hivi Ibra amekuja, umemsimamia Ibra, amekuwa msanii mkubwa sana. Huenda kuna watu wengine sasa hivi wanakutazama wanahisi kwamba kuna nafasi yoyote ambayo kwenye moyo wako unajutia kwamba kwa huu muda ambao nimeupoteza Konde Gang, labda ningefanya shughuli nyingine au ningefanya kitu kingine ningekuwa niko safe fan. Kuna sehemu popote unajuta? Siwezi kujuta. Chochote ambacho napitia hicho ndio mipango ambayo itakuwa niishi hapo. Kwa hiyo huwezi kuvuka stage ambayo wewe ulipangwa kuishi, kwa sababu kuna wakati mwingine hatupangi tunawezaje kuishi kesho, ila unajikuta huko katika hiyo sehemu. Hata mimi sikuwahi kufikiria kwamba nitatoka sehemu fulani nitakuwa na maisha yangu tofauti na sehemu ambayo nilikuwa. Lakini kuna wakati lazima tuyaishi maisha. Wewe unajishtuka tu kwamba kumbe niliishi katika njia fulani, niliishi katika misingi fulani. Yaani unaweza ukajikuta tu umeishi hapo bila kufikiria kwamba naweza nikaishi. Na tungekuwa tuna maamuzi ya kuishi maisha fulani, basi tungeshajichagulia kesho niishi, yes, niwe na hela, niishi maisha fulani hivi. Yes, kwa muda mwingine tunaishi tu maisha tunakutana nayo tunaendeleza. Ilishawahi kutokea ukajutia ile nafasi ya kuchomoka WCB pamoja na Harmonize? Yes. Hapana. Narudi pale pale kwamba kuishi maisha ni misingi. Alafu mimi WCB nilimfahamu kulingana na Konde. Unaelewa? Sasa kuna wakati tunasema huwezi kuwa snitch kwa sababu ya vitu vidogo, kwa sababu hapo umeona kuna neema then ukasaidia popote yeye, lakini hata yeye ingewezekana mbele angekuja kunisaidia mimi. Kwa hiyo naamini sana katika kusaidiana, katika umoja, katika upendo, vitu ambavyo vinatujenga kuwa wamoja. Moja ya kitu ambacho hata sisi kilituumiza hapa nje ni ile speaking kuhusiana na pesa ambayo ilitakiwa upewe. Alitamka pia kiasi pale kama milioni 7 hivi ambayo ilitakiwa ije kwako, na amesema kabisa kwamba hiyo pesa haikukufikia na kulikuwa na matatizo kadha wa kadha. Bi mkubwa wako anasemekana kwamba alitakiwa pia apata hata mahitaji ya ile pesa. Nataka nifahamu hii ilikuwa ni sosi pia ya Jose kutoka Konde? Mimi naamini inawezekana ikawa ni muda tu ulifika, tukaona sasa nahitaji kuwa nje ya hapo, na kweli imekaa hivyo, kwa sababu kila kitu waga kinatokea kwa sababu. Ndio maana tunasema kifo hakina budi kutokea, lakini ajali, magonjwa ni vitu ambavyo vinatokea tu kwa sababu. Kwa naamini vitu ambavyo vingi vimetokea ilikuwa ni sababu tu ya mimi kufika mwisho kuwa sehemu ambao nilikuwa nafanya kazi. Lakini mimi nakubali yoyote ambayo yanatokea ni sawa tu, kwa sababu naamini watu wanapoishi wanaishi, kuna mengine ni mazuri na kuna mengine ni mabaya. Hatuwezi kuishi sehemu moja siku zote binadamu tukawa tunatendeana tu mazuri. Hata mimi inawezekana kuna sehemu Milembe hapa bad boy. Nakwaje? Shwari. Bwana wazee mko poa? Mko wengi. Kwanza hongera sana Iba bwana. Beche imekuwa ni bonge la ngoma ndugu yangu kwanza. Tukupe hongera kwenye hilo ndugu yangu. Shukrani sana. Shukrani sana, lakini pia nimefurahi, mbona ndugu zangu wengi hapa Maradani nimewakwepa ma interview. Nimewakimbia.